Spotify na jina shasao, lakini lyrics verses nimeandika mimi. So I could have been a musician. Na hujatuambia? Hapana. Ungekuwa unaimba ungekuwa kama nani baba? Yani sikufika mbali. Yani mimi napenda kuandika. Tangu zamani napenda kuandika. Kwa hiyo naandika mashairi in a different way. Okay. Umenifahamu? Lakini comedy much better for me. Wow. Comedian, musician. Nilikuwa naimba sasa hivi. Ungekuwa mbali. Si. Kila mtu bahati yake jamani. Really? Kuna wengine wameimba long time hawajafika mbali, kuna wengine unajua time. Kuna wale watoto wa Forozani wanaopiga makachu kwenye maji, unawajua? Yep, I know them. Exactly. So yule jamaa yule ni mwanafunzi wangu wa acrobatic. Wewe fikiria, wakati mimi nafanya acrobatic bado Instagram hakuna stories, hakuna videos, just pictures. Umeona? Kwa hiyo yeye bahati yake wakati yeye anaanza kuna YouTube, kuna TikTok. Mimi nishamaliza ndio hivi vitu vinakuja. So kila mtu bahati yake. A little bit kuhusu wale jamaa makachu. Makachu. As I said, makachu in Zanzibar ni historia ya zamani. Okay. Watu wengi tupo kwenye makachu. Yaani ni culture yetu kabisa kwenda kwa makachu. Yeah. Lakini ukionana naye yule alioanzisha kabisa Jamal au sio alioanzisha, yani ndo alopata fame kabisa kwenye YouTube, Instagram na TikTok. Nilimweka kitako 2017. Nikamfahamisha kuna jamaa mmoja anaitwa Oliver Nurdin. Huyu jamaa ni rafiki yangu mmoja yuko Sweden. Yeye anafanya content za parkour. Parkour ni ule mchezo wa kuruka kwenye majumba. Yule nikamuonyesha, nikamwambia huyu YouTube analipwa sasa hivi hela nzuri tu kwa sababu ana followers wengi. Ukifanya hivi unaweza kufika mbali. It took only 1 year. Nimeanza zangu Sweden, nimerudi tayari jamaa akashapata fame kubwa. Wow. Na sasa hivi unaona inaendelea. Lakini kusema kweli culture ya Zanzibar katika kuogelea na kuruka makachu ipo tangu sijazaliwa. Kwa hiyo sisi tunaenda tunawaona tu ile welcome to Zanzibar, kumbe they are in their culture. Ile ni culture kabisa. Sema sasa hivi kwa sababu watu washajua jinsi kwamba bwana hapo unaweza kuingiza hela. Ndio maana watu wanataka advertisement kwa namna hiyo. Okay. Nataka tujibu lile swali a little bit kwamba Mama Mzungu ni nani? Tunaona huwa mara nyingi unampost na shoot. Tunaona mara nyingi huwa unampost Mama Mzungu kwenye content. Ukiita Mama Mzungu. We want to know a little bit. Mama Mzungu ni nani? Mama Mzungu ni mke wangu, kipenzi changu kusema kweli. Ambaye ni mgeni kusema kweli na anajifunza tamaduni zetu, na tumeona ni bora zaidi kumweka yeye kama Mama Mzungu, hasa kumposti kwenye hizi content kwa sababu ni kama vichekesho zaidi kumuona mgeni akijifundisha tamaduni zake akikosea ama anaposema maneno tofauti. For the first time ulisema baada ya kufika Saudi ndipo ulipotambua kipaji chako na ukaanza comedy. Nataka kujua ulikuwa na business before comedy ndio ukaenda kwenye comedy au biashara yako ya kwanza ilikuwa ni comedy moja kwa moja? Hapana, nilikuwa nafanya kazi, nimeajiriwa katika ofisi, post office. Lakini nilikuwa nafanya kama nilivyosema mwanzo, mimi ni athlete, nilikuwa nafanya sana mambo ya acrobatics, kwa hiyo nafanya parkour, nafanya acrobatics, nacheza capoeira. Kwa ni mtu ambaye napenda kujishughulisha, ukiachana na kazi ni kipaji kingine ambacho ninacho pembeni, kujishughulisha tuna physical content. Lakini nikaamua kuingia kwenye comedy kwa sababu tu nimeangalia video nikaona mimi nina story nzuri kuliko hao. For the first time ulikutana wapi na Mama Mzungu? Mama Mzungu nimekutana naye Sweden. Okay. Mama Mzungu nimekutana kwenye mazingira kabla yeye Mama Mzungu nilikuwa na Mama Mzungu mwingine. Oh really? Kwa hiyo mke wangu wa mwanzo nimepata naye mtoto, ndio mtoto wangu wa mwanzo na mke wangu wa pili. Okay, so una watoto watatu mpaka sasa? No, watoto wawili. Okay. Kwa hiyo mtoto mmoja ile. Usiongezee. Okay, sawa. Nataka niongeze moja ya mwisho. Experience yako au varangati la kwenda ukweni kwa Mama Mzungu lilikuwa vipi? Kutoa utambulisho wako kama comedian, walipokea vipi? Kusema kweli ni jambo ambalo wao wanaliogopa. Nikisema wanaliogopa, wanahisi kwamba yani mimi ni shujaa kwenda kukaa mbele ya watu. Umenifahamu? Kwamba unatoa stories zako nyingine za kuaibisha. Umenifahamu? Lakini kusema kweli wamenisupport in a huge way. Hasa upande wa baba yake. Mama yake kidogo ni mtu mpole na sio mtu sana, lakini ananifollow kwenye Instagram, ana like, ana comment,
imepokelewa vizuri. Kwa kumalizia, nataka tumalize na ushauri wa comedian ambaye anakutizama sasa hivi. Huenda anataka kukata tamaa au kazi ya comedian inamshinda kutokana na changamoto baadhi ya watu wanazopitia za kila siku za maisha. Unamshauri nini comedian huyo, lakini pia unashauri nini stand up comedy zilizoko Tanzania ukilinganisha na experience yako ya kufanya stand up comedy nje ya nchi? Kama nilivyosema mwanzo, kwenye content creator wanaotengeneza video kule mimi sipo sana, kwa hiyo na kuachieni uwanja wenu, kwa sababu advertisement zenu zinakuja zenyewe kwenye TikTok, zinatembea sana. Lakini kwenye stand up comedian, jambo la kwanza, hakikisha uko authentic na creation yako, jambo unalo create liwe ni lako wewe mwenyewe. Mambo ya kucopy comedian mwingine au kumchukulia style comedian mwingine, baadaye haitakuletea picha nzuri. Watu wakikujua wanakuona kwamba wewe unaiba content za watu. La pili, kama nilivyosema, usikimbilie kutengeneza jokes mpya kila wakati. Hakikisha unatengeneza joke, unairepeat, unaibuild up. Kama nilivyotoa mfano wa kutengeneza nyumba kisha kutengeneza uyamii tu. Unaipamba ndani, unaweka tiles nzuri, taa nzuri, makochi mazuri, kitanda kizuri. Kwa hiyo joke yako unapoitengeneza, hakikisha unaipamba, unaitia mapambo, unakwenda unaikuza kila siku. Sio lazima useme mara moja mara mbili alafu jump into another joke. Joke lazima uipambe mpaka iwe perfect. Inapokuwa perfect kwamba bana, hapa siwezi tena kuongeza kitu, this is how I want it to be, basi hapo. Na unapotengeneza jokes namna hiyo, unapata kujifundisha ni topic moja, ukatoa jokes tofauti. Kwa mfano, kuna jamaa mmoja ananiambia you are never comedian, nasema kwa Kizungu kwa sababu jamaa Sweden, ananiambia you never comedian until you can see a knob on the door and you can tell 6 jokes. Maana yake uwezo kwa comedian mpaka utakapoona lock ya katika mlango na ukaja na jokes karibu 6 kwa hiyo sehemu. Kwa hiyo lazima akili yako iwe wise. Okay, big shout out kwako. Tunashukuru sana. Till next time. Asante sana Queen OG. Connection TV, the house of details and fact news.